Ya, huko Kilosa Morogoro pametokea mauaji ya mama mwenye umri wa miaka 38 na mtoto mwenye umri wa miezi 9. Na inasadikika tukio hilo amefanya ndugu kabisa wa familia hiyo anayekadiriwa kuwa na miaka 20 mpaka 25. So tumepata wasaa kumsikiliza baba wa familia hiyo, amezungumza tukio mwanzo mwisho, amejuanaje na huyo kijana mpaka tukio hilo kutokea. Tumsikilize. Naitwa Fabiano Stefano Nkeza. Huyu kijana alinipigia simu akiwa ametoka Singida kulima nyanya. Akaniambia kwamba mimi huku nimemaliza mkataba na kazi sina, sasa niko nakuja kwako. Nikamuuliza, we namba yangu umeipataje? Akasema namba nimeipata kupitia familia ya nyumbani, kwamba kuna ndugu yako ambaye aliyoko hapo. Ndio. Na tayari mimi nikamwambia naitwa nani yule aliyekupa namba, akamtaja jina, anaitwa Bosco Jackson Nkeza. Sasa ikabidi mimi nikawa nimemwambia mimi kwa hapa nilipo niko shambani. Sasa kama niko shambani na wewe unasema ulishaanza safari, na hii safari uliyoianza mbona hukunitaarifu mapema? Akasema bwana, mimi nimeona nikutafute pindi ninapokuwa nimeacha kazi, na hii kazi niliyoiacha tayari nilishamaliza kazi. Ikaonekana sasa mimi nije nikutafute wewe baada ya kupata namba yako, maana kwa huku siwezi kwenda nyumbani na aliyakuwa bado naendelea kutafuta. Nikamwambia ndugu yangu huyo uliyemtaja Terry ni ndugu yangu, huyu Bosco ni ndugu yangu, maana baba yake na Bosco na baba anayenizaa ni tumbo moja. Lakini mimi wewe nilikuwa sijawahi kuelewa kwamba unazalika kwa mama yupi, kwa Bosco huyo. Ndio. Akasema sasa mimi niko njiani nakuja, wewe uko njiani nakuja. Nikasema sawa. Nikawa nimempigia simu baba yake kama alivyodai. Baba yake akapokea simu, nikamuuliza, mtoto wako huyu ambaye anaitwa Anderson Bosco unamjua? Akasema bwana, Anderson Bosco ninamjua. Sasa huyu Anderson Bosco amedai kwamba nakuja kwangu kutoka Singida. Sasa huyu kweli hata kama amekuja na kule alikuwa kwenye kazi ya nyanya kama anavyodai, mimi hapa kazi kweli uwaga watu wanakuja wanafanya kazi tunalipana wanaondoka. Ataweza kazi za hapa, maana zimebakia kazi za uvunaji wa mahindi. Yeye akawa amesema kwamba hiyo kazi nitaweza. Siku ya kwanza hiyo, siku ya pili akawa amenipigia saa 6 mchana, akaniambia tayari hapa niko hapa. Uko wapi? Akasema mimi niko hapa Ulaya, kijiji cha Ulaya. Sasa wewe uko hapo Ulaya, mimi nipo kwenye kijiji cha Sakalani, kitongoji cha Sakalani. Kijiji cha Ilakala. Kijiji cha Ilakala. Sasa hapo kilichotokea, tumeenda naye nyumbani, na baada ya kufika nyumbani pale amelala siku ya kwanza hiyo. Siku ya pili nikamwambia kazi ambayo iliyopo kama nilivyokueleza ni ya kuvuna mahindi, shamba hili hapa vuna mahindi. Akasema sawa. Nikamwambia haya, unaanzia hapa unaishia hapa kuvuna. Akasema sawa. Kazi ya uvunaji akawa anaenda navuna, akivuna kidogo kama roba moja naingia ndani na lala. Anaamka mida ya chakula. Namuuliza bana, unaumwa? Akasema pana, mimi siumwi, nikisimama kwa muda mrefu najisikia kuchoka, naamua kukaa. Kwa hiyo kuliko nikae hapa nafuu nijilalie zangu ndani. Nikamwambia kama unaumwa useme. Akasema pana, mimi siumwi. Siku moja mimi nikawa nimembana, nikasema mimi sipendagi kijana wa kukaa umelalala, na hali ya kuwa mimi umekuja kwa niaba ya kazi. Kwa wewe kwa hali hii hatuendani. Mimi napendaga vijana ambao wanakuja kufanya kazi, afanye kazi, tulipane aondoke. Yule kijana nilivyomueleza hayo akaanza kuchangamka kwenye kazi. Kapiga siku ya kwanza, ya pili, ya tatu akaacha. Alivyoacha nikamwambia bwana, we maliza basi tulipane. Tukishalipana basi wewe uondoke. Na kama unavyoelewa tayari nilishamuelewa kama ni ndugu, na kule walishanidhibitishia kama ni ndugu, nikashindwa kumfukuza atoke kazini kwangu kulingamana ni ndugu. Sasa ndipo kama nitamfukuza kwa ndugu nitaonekana vibaya kwamba ukienda kwa fulani bwana aise pale ukai atakufukuza. Mimi nikamvutia taswira kama ndugu. Lakini kumbe sasa huyu kijana baada ya siku imemalizika kazi ya mahindi huko akiwa afanyi kazi, mimi ndio nafanya kazi, na wengine niliokuwa nawalipa kwa kutwa wanajaza roba la mahindi, roba hilo na walipa shilingi 3500. Hawa vijana waliokuwa wanachukua mitaani wamejaza maroba ambayo kulingamana na kiasi cha shamba kilichokuwa kinavunwa. Nimemaliza. Baada ya kumaliza nikamwambia sasa
hapa tumemaliza, inatakiwa uende nyumbani. Akasema nitaendaje nyumbani na huku sijavuna mbazi? Nikamwambia hapana, huwezi kabisa. Umeshindwa kuvuna mahindi, mbazi utaweza? Inatakiwa urudi wapi? Urudi nyumbani. Akasema basi ngoja nivune mbazi. Tukagogora hapo, nikampigia simu baba yake. Nikamwambia mzee, huyu kijana ninavyomuona ukweli hatuwezani. Mimi mwenyewe vijana wangu sipendaki mimi niondoke shamba kijana na muacha melala. Sio vizuri. Huyu ni mtoto wa kiume, kesho litatokea tatizo lingine. Sio akaya melala kama mwanamke. Iliyotokea hapo, yule kijana nilivyoona tunashindana, niliamua kumwacha tu, lakini taarifa nikiwa nimeshawapa nyumbani kwamba huyu kijana hatuwezani. Nikamwambia Anderson, mimi bwana kesho naenda nyumbani. Na wewe hapa umebakia hapa nyumbani na kuelewa udhaifu wako wa kukaa umelala. Ndugu yangu, mimi mke wangu yuko hapa. Utakuja kushinda njaa unilaumu kwamba ukienda kwa ndugu anakushindisha njaa. Kwa hiyo ukiona mama mtoto anamlilia eko, hebu msaidie, chukua ndoo ukateke maji, ulete hapa ili apike, au chukue mtoto yeye akateke maji. Akasema baba, hamna tatizo. Nitafanya tu, hamna tatizo. Nimeondoka mpaka nyumbani. Nafika nyumbani, pale nyumbani nikapokelewa na ndugu zangu. Nilivyopokelewa na ndugu zangu, wakubwa walikuwa hawapo, kulikuwepo watoto. Nikamwambia naombeni maji ya kunywa, nasikia kiu. Wakanipa maji, begi nimeweka pembeni hapo. Walivyonipa yale maji na kunywa kidogo, nikawa nimepigiwa simu huku, bwana huku kuna mahindi yanayopimwa, wewe umeuza mahindi? Nikasema mimi sijauza mahindi, hayo mahindi ni kwa niaba ya chakula. Asema bwana, mimi huku kuna mtu ambaye anapima majirani, sasa ndo ananieleza hayo. Kuna mtu ambaye yuko anapima mahindi. Nikasema bwana, mkataze huyo anayepima mahindi, mimi sijauza mahindi. Kwani mama Hashimu yuko wapi au yeye ndio kayauza? Akasema mama Hashimu hatumuoni hapa. Nikasema basi mpigieni mama Hashimu muangalie ameenda wapi. Walivyomtafuta wakamkosa. Nikasema hivi, sasa mpe simu kwanza huyu anayepima mahindi. Akampa simu. Alivyompa simu, nikamuuliza bwana, hayo mahindi umeuziwa na nani? Akasema mimi haya mahindi nimeuziwa, kijana alinifuata. Alivyonifuata kaniambia bwana, baba kule anahitaji pesa. Sasa kuna mahindi yanayouzwa na yauza. Akatafuta mteja, amemleta pale. Alivyomleta pale yule mteja ndio kupima. Nikamwambia sasa, kwa kuwa huku napima, hebu acha hapo hapo. Uache hapo hayo mahindi, mtafute mama wa mji awepo. Ukishapima hayo mahindi akiwepo, mimi nitamuuliza amekuuzia. Kama atadai amekuuzia, basi mahindi ubebe. Lakini kama atadai hakukuuzia, au mahindi acha, nimeacha kwa ajili ya chakula. Yule kijana akasema mimi mahindi nilishatoa pesa. Kwa hiyo haya mahindi kutoa pesa, mimi mahindi nafanyaje? Nabeba, nimeshapeleka mengine. Kufika mida ya saa 9, ikaonekana mimi sasa niwaambie jamani, huyu hajaonekana. Mimi mke wangu huaga mara nyingi hapendagi kutembelea mbali. Hebu mumuangalie, yaweza nauma yumo ndani. Unaona? Sasa mama jirani ni rafiki yake. Mama jirani ndiye ndugu. Akasema bwana, ukweli nikiangalia nyumba yako naona kama vile imefungwa. Nikamwambia jamani, na waruhusu yamkina amelala usingizi mkali, na hivi ambavyo tuko tunaongea labda yumo ndani amelala. Yule mama kasogelea pale akaniambia mlango umefungwa. Nikasema hivi, shemeji, hebu mimi nakuruhusu, mimi ndo mwenye nyumba, hebu ingia ndani ukaangalie saa nyingine kama amelala, umuamshe mwambie Ima amebeba mahindi. Alivyoingia pale sasa mule ndani, akamulika na tochi, maana taa hiyo kuwemo ile tochi ile taa ilikuwa haiwaki. Unaona, sola ilishachukuliwa, betri ilishachukuliwa, taa kuwashia hamna. Nikamwambia washeni simu. Walivyowasha simu wakaangalia, ndio kubaini tatizo lilishatokea. Damu kitandani zimemwagika, damu chini ya uvungu zimemwagika. Mama katoka ndani yuko analia. Namsikiliza kwenye simu kama hivi tunavyoongea na wewe. Ikabidi hapo sasa, mimi hapo sasa nikashikwa na machozi. Kaniambia bwana, tayari hapa kama ni maumivu kuna mtu kaumia. Nikasema basi kilichopo, hebu mtafuteni jirani yangu mwingine ambaye ni rafiki yake kama yuko kule. Ile napanda basi wananiambia bwana, tayari tulishabaini na mwili ulipo. Mwili uko wapi? Mheshimiwa, yani gari kutoka Kigoma kuja huku mpaka kufika Dodoma niko nalia. Huyo kijana mtuhumiwa ulishawahi kuonana naye hata mara moja au hii ndo mara yako ya kwanza? Yaani mimi kuonana naye hivi macho, nilikuwa sijawahi kumuona hivi macho. Yaani ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kumuona yeye, ndio anafika nyumbani kwangu hivi macho. Nilikuwa sijawahi kumuona. Yeah, it's a boy, your favorite boy, I go by the name Kucharo, na kuleta taarifa hapa Sifa Online TV kwenye kipindi chako pendwa cha Je, Ulijua?
Nikukumbushe tu usisahau kulike, kushare, kucomment, subscribe, turn on notification ili uzidi kuwa wa kwanza kupata updates zetu tunapo rusha hapa Sifa Online TV. Je, ulijua? Sifa Online, Sifa Online TV. Sifa Online, Sifa Online TV.